Nimuite SG aje hapa, ndugu yangu Senator wa Nairobi. Njoo hapa uchukue jukwaa sasa, uchape vile unavyochapa kila siku. Pepea bendera. Asante sana. ODM. ODM. Mheshimiwa kinara wetu ambaye pia ni Senator wa Siaya, Daktari Oburu Oginga, ndugu yangu governor hapa Mombasa, Abdulswamad Sharif, viongozi wenzangu wote ambao wamefika hapa, wabunge na maseneta, na nyinyi ambao ni viongozi wa mashinani wa chama chetu cha ODM. Assalamu alaikum. Kwanza kabisa, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuona nyuso zenu baada ya sisi kumpoteza baba, nataka nichukue fursa hii kwa niaba yangu mwenyewe, kwa niaba ya makao makuu ya chama cha ODM, niwape pole zangu na nyinyi kwa kumpoteza kiongozi wenu. Najua kwamba baba alikuwa anawapenda sana, si siri. Kwanza tulikuwa tunasikia wivu sana wengine wetu, kwa sababu kila wakati baba akipata fursa kidogo anatorokea Mombasa, anakuja kukaa na nyinyi. Alikuwa anawapenda sana, na nataka niwahakikishie kwamba hata baada ya kuondoka kwake, sisi ambao tumesalia katika uongozi wa chama, upendo huo ambao alikuwa nao kwa ajili yenu wana Mombasa, na sisi tutahudumisha ili msisikie ni kama mumeachwa na baba yenu. Ndio sababu kuu ambayo ilifanya wakati ambapo tumekuwa na mkutano wa Central Committee kule Nairobi, tumesikizana kwa kauli moja kwamba zile sherehe ambazo mlikuwa mumeandaa hapa Mombasa za ODM at 20 zitaendelea hapa Mombasa kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 16. Na nataka tuchukue fursa hiyo kumwenzi huyu kiongozi, kumwenzi baba yetu, kumwenzi yule ambaye ametulea sisi katika siasa, na kila siku tu demonstrate ya kwamba sisi ni wanafunzi wa haki wa baba Raila Amolo Odinga. Nataka niwashukuru wale ambao mlichukua fursa kufika kule Bondo kwa ajili ya mazishi. Hiyo ilikuwa ni safari ndefu kwenu, lakini ilithibitisha mapenzi yenu kwa kiongozi wenu kwamba mliweza kufika kule, na washukuru sana. Jambo la pili, mimi kama katibu wenu, hakuna siku, nataka msikie vizuri, hakuna siku ambaye mimi betray chama cha ODM. Na maadili ambayo baba alikuwa ametufunza na mambo ambayo alikuwa anayashikilia yeye mwenyewe, ni jukumu letu sisi kama ambao tunampenda baba kuhakikisha kwamba chama hiki kinazidi kuimarika. The biggest legacy ya baba Raila Amolo Odinga ni kujenga chama hiki. Inachukua muda mrefu sana kujenga chama ambacho unaweza kusema ni chama kikubwa zaidi hapa katika kanda hii yetu. Mimi nataka niwahakikishie wanachama wote wa ODM, nilivyosema katika mazishi ya baba, mimi Sifuna nitafanya kila lililoko katika uwezo wangu kuhakikisha kwamba chama hiki kinasalia pamoja na kinaweza kudumu hata zaidi ya miaka 20 mingine ambayo tunasherehekea. Kuna mambo machache hapa ambayo ningependa kuzungumzia. Kitu ambacho baba alikuwa anatuambia kila siku. Unajua saa hii kila mtu ako na mambo yake, anasema mimi baba aliniambia hii, baba aliniambia ile. Lakini ile tunaweza kukubaliana yote ni ile alituambia sisi sote. Tukiwa wazi mbele ya umma. Baba alisema nini? Alisema tunadhifishe chama chetu kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027, tuweze kutoa na sisi candidate wa kuchaguliwa mwaka 2027. Hiki chama, mimi ninavyowajua nyinyi, ninavyowajua nguvu zenu, nimewaona bana. Nimewaona nyinyi mkipigana hapa wakati wa chaguzi ndogo kule Malindi, Mheshimiwa Party Leader, ilikuwa ni fujo. Lakini nyinyi ninavyowajua, hakuna jambo ambalo tunaweza wekwa mbele yetu ati tushinde. Mimi najua tukiamua leo hii ya kwamba tunamsimamisha party leader wetu huyu 2027, watu wanaenda nyumbani. Tukiamua tunasimamisha huyu Abdulswamad, ama deputy party leaders wale wengine wote, tutashinda huo uchaguzi. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027, hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa Simba ni nini? Simba. Watashangaa sana. Jambo la pili,
uhusiano tulioweka na serikali ya UDA. Mkataba huo baba mwenyewe aliwaambia mwenye kuandika ni nani? Mwenye kuandika ni nani? Sifuna, mimi huyu. Sasa wale ambao mlifanya fasaha katika shule, kuna mwandishi kwa mfano Chinua Achebe. Chinua Achebe ndio mwenye kuandika Things Fall Apart. Si mnajua? Wewe ukikutana na Chinua Achebe leo, unaweza kupingana na yeye ni nini iko kwa hiyo kitabu? Sasa kama mwenye kuandika huo mkataba, na ujua, na uelewa, najua ulikuwa ni wa nini, najua unasema nini na ni kipi haisemi. Niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema, this agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo, Ruto alisign, baba alisign. So wengine ambao wanazunguka, na kwa sababu baba alituambia we keep our identity. Mimi rangi yangu ni hii chungwa. Symbol yangu ni chungwa. Mnanielewa? We must keep that identity. Wengine wanatuambia ati by elections za November 2027 party leader ati kuna candidates wa broad based. Broad based si chama. Na kama si chama haina candidates. Unajua nyinyi mmefanya kazi ya kura hapa. Kuna wamama wakiingia kwenye polling station kama hawajui jina ya candidate, wanasema mimi nataka ule wa ODM. Ukweli ama uongo? Kuna wale ambao hawajui hata candidate na chama, wanasema ile symbol ya baba, ile chungwa. Mimi nataka ule wa chungwa. So mniambie kala ya broad base ni gani? Na symbol ya broad base ni gani? Mtu akitoka kule mashinani aseme anataka mtu wa broad base, unampeleka wapi? Hakuna candidate wa broad base. Broad base is not a party. It is not a party. It does not exist anywhere. So what we want us to understand, leaders should not bring confusion to voters unless wanataka hawa candidates wetu waanguke kura. Unless umetumwa uangushe watu kura. Pale Magarini tukiingia, tunaingia kama wana ODM, wanachungwa. Rangi zetu zinajulikana, sera zetu zinajulikana, nembo zetu zinajulikana. Ukiona tu chungwa unajua ni nini? ODM. So we don't want people to bring confusion in this election. Jambo la mwisho, uchaguzi wa Novemba tarehe 27 ni wa madiwani na wabunge. Mnajua maeneo bunge yote ambaye kuna hizo chaguzi, si ndio? Hakuna uchaguzi wa urais Novemba tarehe 27. Hakuna uchaguzi wa urais Novemba tarehe 27. Ni madiwani, ma MCAs wetu na wabunge. Kwa hivyo, tunapoingia pale Magarini, nataka kuwaonya wale ambao wanatumia majukwaa ya kukampeinia candidates wetu wa by election kuleta mambo ya two term pale. Na mheshimiwa party leader, hawa wote ambao unaona hapa ni members wa Central Committee. Tuliketi tukasikizana kwamba jambo ambalo halijasikizanwa ndani ya chama cha ODM ni kwamba hatujaamua jinsi ambavyo chama kitaingia katika uchaguzi wa 2027. Na tukasema uamuzi huo ni muhimu sana kuachiwa watu wachache pale juu. Mimi nilitaka kwamba nyinyi grassroots leaders, alivyosema mheshimiwa Bezimba, nyinyi ndio mtatuambia vile mnataka chama kiingie katika uchaguzi wa 2027. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo wale ambao wanataka kuleta confusion, uchaguzi wa Novemba ni wa viti wa madiwani, MCAs na MPs. Wewe kama uko na mambo yako ya 2027, ngojea kwanza wananchi wenyewe, wanachama wa ODM watatuambia. Na mimi kama katibu wenu nataka niseme baba alitufunza ya kwamba mkienda safari, mkienda kuwinda, mnaenda hiyo safari na watu ambao walikuwa naita like-minded. Ukimkaribisha mtu ndani ya ODM, lazima uniambie vile tabia yake na yangu inafanana. Mnanielewa? Sisi ni wanademokrasia. Sisi ni watu ambao tunaamini kwa haki za kibinadamu. Sisi ni watu ambao tunaamini kwa usawa. Sisi ni watu tunaamini kwa haki. Chama hiki haswa hapa Pwani mulikiunga mkono kwa sababu ya kusimamia haki za wananchi. Itakuwaje leo mnawakaribisha watu ambao wanakandamiza haki za wananchi ati na wao waingie ODM? Mmekosa viongozi. Mmekosa viongozi. Kwa hivyo vile ndugu zetu wa Nyanza wao wanasema sisi ni sisi, wao ni wao. Tutatafuta marafiki ambao wana tabia na kama zetu. Hata nyinyi wazazi ambao mko hapa,
Utakubali mtoto wako atembee na mtu ambaye unajua anauza madawa ya kulevya? Itawezekana? The company you keep, wazungu wanasema birds of a feather flock together. If your feathers don't look orange, please don't come near me. Mimi si wako na wewe si wetu. Mwisho kabisa, kama wana ODM tunahuzunika sana na mambo ambayo yanafanyika kwa nchi yetu jirani hapa. Yaani inatupa kumbukumbu ya mwaka wa 2007. Sijui kama mimi unasikia kama mimi vile nasikia. Mambo ambayo tunayaona kule Tanzania ni ya kuvunja moyo sana. Mheshimiwa party leader, baba alikuwa na marafiki kule Tanzania. Ndugu zetu wa chama cha Chadema walikuwa marafiki wake wa karibu. Wakati ambapo tunaenda kumpumzisha baba, vice chair wa chama cha Chadema, Mheshimiwa John Heche, alikuwa aje Bondo kwa ajili ya kumsindikisha rafiki yake wa muda mrefu. Wale serikali ya Tanzania ilimzuia ndugu yetu John Heche, hakuweza kufika ndani ya Kenya ili kuweza kumuenzi rafiki yake. Na alichukuliwa hapo hapo, passport yake ikachukuliwa, mpaka kufikia sasa hatujui aliko John Heche. Alishikwa kwa sababu yetu sisi wana ODM, kwa ajili alikuwa anakuja mazishi. Familia yake tunazungumza na wao, wananiambia kwamba John Heche yuko hali mbaya, ni mgonjwa, hajala kwa siku kadhaa, lakini serikali ya dhulma ambayo iko pale imekataa kumwachilia wala kumpeleka kotini jinsi ambavyo sheria zinahitaji. Sisi wana ODM tumesikizana kwamba kesho tutatoa taarifa rasmi kuhusu matukio haya yote, lakini nikiwa hapa nikemee matukio haya kwa sababu si matukio ambayo wana demokrasia kama sisi tunaweza kukubali yafanyike katika area hii yetu ya kanda ya Afrika Mashariki. Na nataka niwaonye nyinyi watu. Unajua mnaweza fikiria Tanzania ni mbali sana. Ugonjwa wa corona ulitufunza. Ugonjwa wa corona ulitufunza. Wewe kama binadamu lazima ujue ni nini kinaendelea katika masoko ya kule China ya kuuza kuku na bata. Kwa sababu usipoangalia nini inaendelea kule, ugonjwa utapoanzia mahali inaitwa Sichuan. Hata sisi hatujui hata Sichuan ni wapi. Ilifika hapa ama haikufika? Ilifika haikufika? Mnapoangalia huu ugonjwa wa kukandamiza wanademokrasia katika kanda yetu ya Afrika Mashariki, ni jukumu letu kusema hapana, kwa sababu ugonjwa huo kuvuka boda pale ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Kwa hivyo tutatoa taarifa rasmi kesho, Mheshimiwa Governor na wengine vile tumesikizana, alafu tuweze kuweka wazi mawazo yetu kuhusu matukio yote ambayo yamefanyika pale kama wanademokrasia. Wanademokrasia wote katika dunia lazima tusimame wakati demokrasia inakandamizwa. Kwa hayo mengi, nataka niwashukuru. Kama nimewachosha na maji ya madafu. Katibu yenu unajua si unatembea kama katibu ama? Lakini between me and the governor we'll be able to sort it out. Nataka nichukue fursa hii nimkaribishe nani hajazungumza? Mama Zamzam ameingia wakati nazungumza. Nimpe dakika moja wasalimu alafu nimalike gavana. Si ndio? Tunakubaliana wana ODM? ODM. Asante sana. Karibu mama.